Amen. Chapia Yesu makofi mengi. Makofi haya hayajatosha hayo. Piga kelele kwa Yesu aliye. Haleluya. Walio na Yesu aliyekufa na kufufuka, tuongeze tena makofi mengi kwa Yesu. Haleluya. Tikisa mkono jirani yako, mwambie habari za sasa hivi. Unaendeleaje? Ukimwona ameanza kuinuka na kutembea na kukasirika, ujue ni wale. Tunawamalizia kwa jina la Yesu aliye hai. Wachawi wapigwe wasipigwe. Kama ujane nzuri sauti yangu bado. Nataka mpaka kule milimani wasikie. Wachawi wapigwe wasipigwe. Tawasalimu katika jina la Yesu. Na ni wakati mzuri tunaenda kusikiliza neno la Bwana. Napenda niwashukuru watu wote kwa ajili ya mkutano mzuri, mchungaji Yeji pamoja na wachungaji wengine wote, viongozi wa mtaa. Mungu awabariki wote, na mafundi mitambo na wengine wote. Yesu Kristo awabariki kwa jina la Yesu. Haleluya. Tukalisikilize neno la Bwana kwa dakika chache hizi zilizobaki, na Yesu yupo hapa anaenda kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Mwangalie jirani yako, mwambie tulia, Yesu yuko hapa. Kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 13 mstari wa 4 hadi mstari wa 12. Basi watu hao wakisha kupelekwa na Roho Mtakatifu wakateremkia Seleukia, na kutoka huko wakasafiri baharini hadi Kipro. Na walipokuwa katika Salamu, wakalihubiri neno la Mungu katika masinagogi ya Wayahudi. Nao walikuwa naye Yohana kuwa mtumishi wao. Walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo Myahudi, jina lake Bar-Yesu. Mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo, mtu mwenye akili. Yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake, akataka kulisikia neno la Mungu. Lakini Elima yule mchawi, maana ndiyo tafsiri ya jina lake, akashindana nao, akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Lakini Sauli ambaye ndiye Paulo, akijaa Roho Mtakatifu, akamkazia macho, akasema, ewe mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, huachi kuzipotoa njia za Bwana zilizonyoka? Basi angalia, mkono wa Bwana juu yako, nawe utakuwa kipofu usilione jua kwa muda. Mara kiwi kikamwangukia na giza, akazunguka na kumtafuta mtu wa kumshika mkono na kumwongoza. Ndipo yule liwali alipoyaona yaliyotendeka, akaamini, akiyastajabia mafundisho ya Bwana. Kitabu cha Wagalatia sura ya 3. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 1. Enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaloga?
ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa. Bwana Yesu libariki neno hili katika jina la Yesu. Sema amen. Haleluya. Chapia Yesu makofi mengi. Nampenda Yesu wa Galilaya. Sema na wewe nampenda. Haleluya. Nafundisha ujumbe unasema namna ya kuwashinda wachawi. Namna ya kuwashinda wachawi. Sikiliza, ni jioni njema tena siku ya leo ya Jumapili. Yesu aliyeshinda kifo na mauti na leo yuko hapa, anahubiriwa na matendo yake leo yanaenda kutendeka. Nisikilize, wachawi tangu Agano la Kale walikuwepo, na sheria ya Agano la Kale, mchawi yoyote, mganga wa kienyeji aliyekuwa na mapepo ya utambuzi, aliyekuwa anaenda kuabudu watu waliokufa, alikuwa anakamatwa, anapigwa mawe mpaka anakufa. Mawe, anapigwa mpaka anakufa katika Agano la Kale. Ndio maana Agano la Kale anatajwa mchawi moja, alikuwa anaitwa Balaam. Huyo Balaam aliitwa na mfalme Baraki ili akamsaidie kuwalani wana wa Israeli ili watoke yale maeneo, ili waishiwe nguvu, ili Balaki awapige, awafukuze kabisa yale maeneo. Wana wa Israeli wakalishika agano la Bwana, wakalijua andiko la Bwana, wakaanza kutembea na Bwana. Bwana wa majeshi akaagiza malaika wakawazingira. Kwa hiyo Balaam alipofika kwa Balaki, Balaam akamwambia Balaki, jenga madhabahu tutoe sadaka kwenye zile madhabahu. Wakajenga madhabahu 7. Kila madhabahu inahitaji kondoo wa kiume na ng'ombe wa kiume, zikatolewa pale ng'ombe 7, kondoo 7, madhabahu zikajengwa. Balaam wakati anaenda ili akawalani wana wa Israeli, laana za kichawi zinayaharibu maisha ya mwanadamu. Wachawi wanatamka maneno ya laana. Tutaona kama atakaa kwenye ndoa, tutaona kama atasomesha watoto, tutaona kama ataendelea hiyo kazi kuifanya. Maneno ya laana. Balaam akaanza kutembea kwenda kuwalani wana wa Israeli. Alipowaona wako pale, wana furaha, wana amani, wanaendelea kumwabudu Bwana, alipowakaribia anajiandaa kutamka lile tamko la laana, akashangaa kinywa kinakamatwa na Bwana wa majeshi, akashangaa anawabariki. Nisikilize, taabu za mwanadamu, kufukuzwa kwenye ndoa, kufukuzwa kazini, kuanzisha jambo linakomea njiani. Kuna madhabahu zilitamka maneno ya laana. Unashangaa watu unakwambia unaanzisha kazi hiyo, tutaona kama utafanikiwa. Yale maneno tutaona. Kuna kikao usiku kimekaa, kuna sadaka zimetolewa, lakini siku ya leo Yesu Kristo yuko juu ya laana za wachawi. Yeye akitamka ametamka, akiongea ameongea. Waloge wasiloge watalogeka wao. Waliotamka maneno ya laana yanawarudia wao, kwa jina la Yesu aliye hai. Ambaye tuko pamoja, pungiane mikono namna hii, piga kelele na vigeregere kwa Yesu. Balaam akashindwa kuwalani, akarudi akamwambia Balaki, tujenge madhabahu tena 7, tutoe
utoe na kondoo, kila madhabahu kondoo wa kiume mkubwa na ng'ombe mkubwa wa kiume. Nguvu ya wachawi ni sadaka, nguvu ya wachawi ni sadaka. Mkiwa mnalogwa kwenye mtau zili ya kuwashinda wachawi, wanatoa sadaka nyingi kwenye madhabahu zao. Wewe uliokoka una madhabahu ya Bwana, ukitoa sadaka wachawi wote wanahama kwenye mtaa. Maneno yao yote hayatakuwa na mamlaka. Walie wasilie, ujue Bwana amesema, kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Balaki akafata zile kafara, wakajenga madhabahu 7, wakatoa pale. Balamu akaenda mara ya pili. Alipoenda mara ya pili akafika, badala ya kutamka laana akawabariki wana wa Israeli. Akarudi tena. Baraka akasema, au niongeze utajiri mwingi, niongeze utajiri mwingi, nikupe mali nyingi. Unaona, mchawi akishindwa ukoroga anatafuta wachawi wenye nguvu kuliko yeye, anawapa hela. Dawa ya kuwashinda, dawa ya kwanza ni kuokoka, kumwamini Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yeye akiingia ndani yako, hakuna mafumbo, hakuna mahembe, hakuna mizimu, hakuna vilinge. Yeye yuko juu ya uchawi. Yeye akipiga amepiga, yeye akikulinda amekulinda. Haleluya. Balaam akamwambia tujenge mara ya 3. Wakajenga mara ya 3, wakatoa sadaka pale. Mara ya kwanza madhabahu 7, mara ya pili madhabahu 7, mara ya 3 madhabahu 7. 7 mara 3 21, 21. Madhabahu hizo 21 na zile kondoo 7 mara 3 21, ng'ombe 7 mara 3 21. Kwa hiyo 21 mara 2 unapata 42. Hizo ni kafara, zinataka laana isomeke. Laana zote zikashindikana. Ziliposhindikana, kumbe wachawi katika Agano la Kale walikuwa na bidii kuyaharibu maisha ya mwanadamu. Hata Agano Jipya tunawakuta wapo, lakini walikutana na watu waliomjua Yesu, walio na mamlaka. Haleluya. Tupungiane mikono namna hii. Tazame jirani yako, ukimwona amenuna ujue siri imefichuliwa hapa. Na hizo kafara lazima zipigwe leo. Hizo madhabahu lazima zipigwe leo. Madhabahu za milimani zipigwe leo. Madhabahu za kuzimu zipigwe leo. Madhabahu za kwenye anga zipigwe leo. Sema zipigwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Pepea mikono namna hii, sema Yesu. Haleluya. Niendelee nisiendelee, nigonge nisigonge. Haleluya. Tunasoma andiko tuliolisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu hicho nakipenda sana, kinalifunua kanisa lenye mamlaka linalotamba hapa duniani, na wahubiri wenye mamlaka, sio wale wababaishaji wale. Wengine ni wahubiri wamebeba hila ndani yao za kuharibu watu. Sikiliza, kanisa la Matendo ya Mitume lilikuwa na Roho Mtakatifu, lilikuwa na mamlaka. Walikuwa wakipita mahali popote, mapepo yanakimbia, wachawi wanaondoka, waganga wanaachia. Haleluya. Ayayayayayaya. Piga kelele kwa Bwana, mshangilie mfalme huyo Yesu aliye na mamlaka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
ukisikia mchungaji mitaani anasema hilo kanisa ama hilo, ujue tatizo ni yeye, ana roho mbaya ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nimekuja hapa, kila mahali tunapopita wengine walijiingiza wachungaji ni wachawi. Wengine sehemu moja nilienda kuhubiri, nikawaita wote waje. Wa kwanza ni pastor. Bwana Yesu asifiwe. Mara paka inalia, mara nini inalia. Nikapiga, nilipopiga akasema hapana injili, hapana injili. Nikamwambia kwani nimefanyaje? Yani kasema hapa na kandamiza. Nikaivunja hiyo madhabahu, hadi leo hajaendelea na hiyo huduma. Haleluya. Makofi mengi kwa Bwana. Anga limewaka moto. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Paulo, mtume Paulo, kwenye kanisa la Antiokia walikuwa wanafanya ibada na maombi. Kanisa la Antiokia, Roho wa Mungu alikuwa ananena waziwazi. Yani mtu yoyote akiingia pale, maisha yake yote Roho anaongea. Huo ndio uhai wa kanisa. Ukiona kanisa lote alivaongei ni maneno mengi, usengenyaji, uzinzi, ujue hapo hakuna uhai wowote. Sikiliza habari njema za Yesu zinazoleta matengenezo, zinazoleta uhai, zinazoleta upako, zinazoleta nguvu. Haleluya. Wakiwa wanaendelea na ibada, Roho Mtakatifu akasema nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi niliyowaitia. Roho Mtakatifu yeye mwenyewe akawataja, akayaona majamaa yamekamilika, yana nguvu za ajabu kukanyaga madhabahu zote za wachawi. Walipomaliza pale, wakaomba, wakaweka mikono juu ya Paulo pamoja na Barnaba, wakawaacha waende. Biblia inasema Roho Mtakatifu akawapeleka, akaanza kuwapeleka. Maana yake anawaambia tunaenda hapa, tunapiga kona hapa, tunaelekea huku, tunapita hapa, tunapumzika hapa, tunaombea hapa, tunahubiri hapa. Roho Mtakatifu akiwa anawashuhudia, majamaa yana nguvu. Paulo anapotembea, uwepo wa Roho Mtakatifu unaendelea kuongezeka. Wakaendelea kuhubiri injili hadi wakateremka huko Kipro. Wakati wanahubiri, majamaa yako mawili yanalikamata anga, linatikisika, mapepo yanakimbia, uchawi unaharibika. Haleluya. Mtapie Yesu makofi mengi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Paulo wakati anahubiri akakutana na nabii wa uongo wa Kiyahudi, mchawi tena ni mkubwa. Alikuwepo kiongozi anaitwa liwali. Ni kiongozi, yani kama tatizo lolote au mikutano yoyote inafanyika, liwali ndiye aliyekuwa anatoa kibali ili mkutano ufanyike. Anatoa kibali. Na liwali alikuwa anamtegemea Bwana Yesu. Elima mchawi. Paulo akiwa anahubiri, ana mamlaka. Wakati anahubiri, liwali akasikia injili ya Paulo, ikaanza kushughulika na moyo wake, ikaanza kupambana akili yake. Liwali akaipenda hiyo injili, ndani ya moyo wake pakaanza kuongea, ninaokoka leo. Akawafuata wakina Paulo na Barnaba, akawaambia twendeni nyumbani kwangu mkaombe huko, maana kuna vitu huko. Wakati liwali amewaambia wakina Paulo pamoja na Barnaba, yule mchawi akamfuata
liwali akamwambia achana nao, yache inasema akamtia moyo ayache imani ile, ayache imani ile. Maana yake akauroga moyo waliwali, akaanza kuroga moyo waliwali ili ayache ile imani. Wachawi wanaroga moyo wa mtu ili ayache ndoa yake, wanaroga moyo wa mtu aache ajira yake, wanaroga moyo wa mtu aache kazi anazozifanya, wanaroga moyo wa mtu aache nafasi nzuri, aache familia yake, wanaroga aache mke wake, aache mme wake, aache watoto wake, aondoke. Paulo ana macho ya rohoni na ana nguvu ya ajabu, na ninatangaza wachawi wote niliwaita sasa, imefika sasa maji shingoni mwenu. Wachawi wote muda wenu wa kuroga umekwisha. Kabizini mikoba yote, iwe ni mahembe leteni kwa jina la Yesu aliye hai. Yani natoa siku tatu, yani siku tatu, ya kwanza leo, kesho ya pili na Jumanne ni siku ya tatu. Kabizini, yani mahali popote palipo na kanisa, bebeni mikoba yote mrudishe, wakaichome yote, yani yoyote asipokubali kwa jina la Yesu. Hizo siku zikiisha anakufa, anaongea kweli kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Namna ya kuwashinda wachawi, namna ya kuwashinda wachawi. Wachawi ni mawakala wa shetani waliojaa hila na uovu kuharibu maisha ya wanadamu. Ndani yao kuna mapepo ya uchawi yanawaongoza. Mchawi anapokuwa amelala, mwili wake umelala usiku, muda wa kwenda kwenye vikao, muda wa kwenda kwenye vikao, ndani yake kuna roho ya uchawi. Kwa hiyo anauacha mwili wake, ile roho ya uchawi inatoka ndani yake, anasafiri, anaenda kwenye kikao. Wanafika kule kwenye kikao, kabla hawajaanza kazi zao, wanacheza kwanza ngoma, wanacheza ngoma kwanza, wamevaa nguo za kaniki, wanacheza ngoma. Baada ya hapo ya kumaliza kucheza ngoma, ndipo wanaanza kuyataja majina ya watu, kuyataja. Tunataka hiyo ndoa ivunjike. Kwa nini? Yeye mme wake anampenda. Kwa nini mme wake anamnunulia nguo nzuri? Kwa nini watoto wake ni wanene? Kwa nini watoto wake ni wazuri? Kwa nini wajenge nyumba? Kwa nini wawe na maisha mazuri? Mama mmoja alikuwa na maono mazuri ya kujenga ghorofa, akaanza kujenga ghorofa. Wachawi wakaandika hati ya mashtaka. Kwa nini ajenge ghorofa? Kwa nini ajenge ghorofa? Wakaenda kwenye kikao, wakakamata mtaji, wakakamata uchumi, wakamfunga, wakatengeneza visanamu viwili. Sanamu la kwanza ni la kike, sanamu la pili la kiume. La kike ni yeye, la kiume ni la mume wake. Wakachimba kaburi, wakawafunga, wakawazika, wakazika. Kila anachokifanya hakiendi, kila anachokifanya hakiendi. Yule mama alikuwa anaomba, maombi yakakamatwa. Alikuwa na bubujiko likakauka, akawa yuko jangwani kiroho. Wakati akiwa anahangaika, nani atakayenisaidia? Akasikia sauti, nenda Masumbwe, kuna watumishi wangu watakusaidia. Yule mama akaondoka asubuhi mapema, panda gari akaja. Aliponikuta nilikuwa kanisani pale, walikuwepo watu wengi wametoka, wengine Dar es Salaam, wengine Australia, wengine Marekani. Nilikuwa naendesha mafundisho asubuhi, operation. Wakati nilipoanza kufundisha, roho za uchawi zikaongea ndani yake kwamba tungejua nakuja hapa kwenye madhabahu hii,
tungemfunga asingekuja. Nikawambia hapa hamtoki, mmekamatwa. Wakati naongea hivyo, nikaona jeshi la waganga wa kienyeji na wachawi kula nakoishi walipatana wakamfunga yule mama. Nikakamata mkuu wa waganga nikamchinja, nikakamata waganga wengine wadogo wadogo, nikaanza kuua mmoja baada ya mwingine, nikapiga waganga wa kienyeji wote, nikakusanya wachawi wote, nikafeka. Walikuwa wamemgonga muhuri, wamemwekea tochi za kichawi, yani rada, mahali popote anapoenda wanamuona. Sikiliza, wachawi wanaweka rada kwenye maisha ya mwanadamu. Ukipata 500,000 wanajua wamepata 500,000. Ukipata 2,000,000 wanajua wamepata 2,000,000. Wanajua hadi ndoto unazoota. Sikiliza, leo kuna habari njema hapa. Nimemleta Yesu Kristo atakaye kusaidia. Sijaleta dini ya mtu. Bwana anawataka Waislamu, anataka Roman Katoliki, anataka watu wote. Yeye ni wa wote, ana nguvu ya kuvunja vifungo, ana mamlaka. Leo yupo hapa. Piga makofi mengi kwa Bwana aliye hai. Yule mama nikamwombea, nikaifuta hati ya mashtaka, nikasema ghorofa litajengwa, litajengwa, litajengwa. Maneno ya laana ya kichawi nikayakataa, nikayafuta. Nikaomba yule mama kafunguliwa, hadi leo yuko salama kwa jina la Yesu aliye hai. Waliotangaza mwisho wako wakakuona unaendelea. Haleluya! Makofi mengi kwa Bwana aliye hai. Paulo akamkazia macho yule mchawi. Alipomkazia macho, Paulo akijaa Roho Mtakatifu. Alipomkazia macho hivi, Paulo alipojaa Roho Mtakatifu, alipomkazia macho akamwambia, ewe mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa Ibilisi, ukosi kuzipotoa njia za Bwana zilizonyoka. Paulo akamwambia, angalia, mkono wa Bwana utakuwa juu yako, nawe utakuwa kipofu, hautaliona jua. Akashangaa na uchawi wake. Jicho la kulia likapofuka, jicho la kushoto likapofuka. Hirizi zake zote hazikumsaidia, majoka yake hayakumsaidia. Akaanza kupapasa papasa, anatafuta wa kumshika mkono. Haleluya! Yupo Yesu aliye na nguvu, yupo Bwana mwenye mamlaka. Haleluya! Tupungiane mikono namna hii. Wachawi wamejaa hila, wanaharibu haki zako, wanaharibu maisha yako. Ndio maana Wagalatia ile sura ya 3 Paulo anaandika, enyi Wagalatia, ni nani aliyewaloga msiokuwa na akili? Unaona, wachawi wanaloga akili ya mtu. Kuna mwanafunzi mmoja alikuwa form 2. Unaona, wakaanza wachawi, wakaiona nyota ya akili yake, wakaiona nyota, wakaanza kupambana. Walipoanza kumfuatilia, wakaona huyu ana nyota kali, kwa hiyo tumkamate awe malkia wa kuzimu. Wakakamata, wakampeleka kuzimu. Kiapo cha kwanza wakamwapisha, wakamwingiza kwenye magano. Akiwa darasani anasinzia tu, akiwa darasani anasinzia tu. Zuri, mimi namshukuru Mungu, sekondari wakanaenda kupiga faya, yaani wachawi wote wakanawafukuza. Siku moja nilienda sekondari ya Masungwe, kuna mwalimu moja akasirika. Nikamwambia kijana yule Kasfeta, kiongozi wa Kasfeta, nikamwambia kitao kuchapa fimbo, mwambie aje kwangu hapa. Yaani injili inahubiriwa mahali popote, hakuna mipaka, hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Yule mwanafunzi wakamwapisha kiapo cha kwanza, cha pili,
cha 3, cha 4. Ilipofika kiapo cha 5, vimebaki viapo 2 vikamilike viwe 7. Pepo zikaanza kuwa zinamsumbua, analipuka, yuko darasa analipuka. Wanamwombea wanafunzi, hakuna kufunguka. Wanamwombea, hakuna kufunguka. Siku moja kuna kijana moja anapitia kanisani kwetu, ni wanafunzi, yuko form 4. Akawaambia huyu, ngoja tumpeleke kanisani kwetu. Wakampandisha kwenye pikipiki, wakaja, walinikuta ndipo nimemaliza maombi ya alfajiri. Nilianza saa 7 usiku mpaka saa 12 naomba pale kanisani. Wakati namaliza pale, namsikiliza Roho Mtakatifu anaongeaje kwa ajili ya maombi na maisha yangu. Nikasikia pikipiki inakuja, wakasimama pale, wakamshusha. Walipomshusha, wamembeba, hajitambui ameanguka pepo. Nikawambia, mwekeni hapo kwenye madhabahu ya Bwana inayowaka moto. Na walipomweka, nikaanza kuongea na hizo roho, nikawambia, nyie roho chafu za kuzimu, za filimasoni, hapa kwa usalama wenu na hesabu mara 3. Alianza kujiviringisha pale, nikawambia, yani mambo ya kujiviringisha sitawambia mjiviringishe, tole hapo. Wakaanza kuongea, huyu tunataka tumfanye kuwa malkia wa kuzimu. Kuna viapo 2 vimebaki, kuna viapo 2 vimebaki. Usitunyang'anye huyu, muache, usitunyang'anye. Nikawambia, na waua wote. Na hicho kiapo cha 1 mpaka cha 5 ninakitengua. Nikaanza kuvunja vifungo, nikawanyang'anya nyota yake, nikavunja mageti yote. Kuzimu yako mageti 10. Wanadamu wanayekamatwa na wachawi wanampeleka kuzimu hadi geti la 10 kule. Sikiliza nikwambie, Yesu ana mamlaka na ana nguvu na ana uweza, ana majibu yako leo. Haleluya! Nikayapasua mageti yote, nikarudisha hatima yule mwanafunzi, akafunguliwa. Alipofunguliwa, nikamuuliza, nani huyo? Kasema, kaka yangu. Na huyu hapo wanafunzi wenzangu. Akili karejea. Bwana yupo anayetenda kazi. Unataka niendelee? Simama tuombe, simama tuombe. Namna ya kuwashinda wachawi, namna ya kuwashinda wachawi. Wachawi wanatengeneza magonjwa. Wakati napoendelea kumalizia, unakuja mbele hapa. Wachawi wanatengeneza magonjwa. Mtu yoyote ambaye hajaokoka, hajamwamini Yesu, akifa, wanaenda kaburini, wanapiga fimbo, mwili wake unakuja juu, wanauchukua, wanaenda kukata zile nyama, wanaanza kuwaotesha watu ndoto, wanakula nyama. Magonjwa yanakuwa mengi. Wengine wameanza kukimbia eti. We kimbia tu, hakuna shida. Hapo vipi? Mbona mmesimama tu? Njoni tuombe hapa. Hapo njoni tuombe, wa mama hapo, wa baba hapo. Njoni tuombe, wa mama hapo. Njoni tuombe. Wanapokuotesha, unaota ndoto na kula nyama. Ndio maana wengi unajikuta magonjwa ya kansa, magonjwa ya kisukari, presha, hayo yote yametengenezwa. Hayo ukienda hospitali hakuna dawa yoyote. Dawa ni kuingia kwenye maombi, kuokoka, kumwamini Yesu, kuyavunja hayo maroho. Leo na kuombea hapa, hakuna tena mchawi atakaye kuloga leo, katika jina la Yesu. Ninaongea kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Simama nikakuombea. Na wasubiria vijana wangu hapa. Hapo njoni tuombe hapa. Njoni tuombe. Ukimwona mtu anakataa kuja hapa, ujua na madhabahu. Na kwa kuwa umekanyaka hapa, hiyo madhabahu inaenda kukufukuza.
haitakupokea, maana Bwana ana nguvu ya ajabu. Yaani hii sauti tu, hii sauti, kuna wachawi wengine wameshahama, lakini hii sauti imebeba mamlaka ya ajabu, imeharibu kila kitu. Upo ushindi ndani ya Yesu, ipo nguvu ndani ya Yesu, yapo majibu ndani ya Yesu. Haleluya! Inua mikono yako nikakuombee, inua mikono yako nikakuombee. Narudia mara ya mwisho, vijana njoni hapa. Narudia sauti ya mwisho. Na wewe mama, wewe njoo hapa tuombe. Haya, safi sana, amekimbia. Njoni kuombe. Wewe waache tu, wachawi watatusaidia. Wewe waache, tulia hapo nikaombe. Baba, katika jina la Yesu, asante, wewe ni Mungu wa ajabu. Tulianza siku ya Jumatano, hatimaye leo ni Jumapili, siku ya mwisho ya mkutano na kuinua Bwana utendaye matendo makuu. Umeponya watu, umeondoa magonjwa, umelifungua anga, umeziondoa zile madhabahu za wachawi na waganga. Asante. Ujumbe huu niliofundisha wa mwisho ninauombea ukawa umebeba ushindi, ukawa umebeba uwepo wa ajabu kwa jina la Yesu aliye hai. Naombea maeneo haya yote, watu wote waliokuja hapa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaongea na hatima ya baba huyo, naongea na hatima ya mama huyo, naongea na hatima ya kijana huyo, naongea na akili ya watu wote walioko hapa, naongea na mioyo yao katika jina la Yesu. Kwenye ulimwengu wa roho, kila jambo baya la kichawi lililotengenezwa kwenye maisha yao, pepo lililosomewa rubani, pepo lililotolewa kafara ya damu, kutesa maisha, kuharibu ndoa, kuleta mafarakano kwenye ulimwengu wa roho, kwa jina la Yesu naachilia moto wa Bwana, naligeuza jina la Yesu kuwa upanga wenye makali. Kuanzia sasa, maneno ya laana yote, maneno ya laana yote, sadaka za damu, sadaka za ndama, sadaka za pombe, kila aina ya sadaka iliyotolewa kwenye madhabahu kutamka laana, kutengeneza mauti, kutengeneza magonjwa, kwa damu ya Yesu ninalaani hiyo sadaka, na ilaani hiyo sadaka, na laani hiyo sadaka. Maneno ya laana, ewe papo uliagizwa, ulienuiziwa kwa laana za kichawi, kuingia ndani ya ndoa, kutesa familia, kukamata miguu, kukamata tumbo, ninakuagiza toka, nakuagiza toka, nakuagiza toka kwa jina la Yesu. Natangaza kufunguliwa, natangaza kufunguliwa. Pepo la mauti, pepo la magonjwa, nakuagiza toka, nakuagiza toka kwa jina la Yesu. Kalenda za wachawi, mashimo yote, nguvu za uharibifu, roho za uchawi, roho za ushirikina, mikono ya Freemasoni, nguvu za uharibifu, na upanga wa Bwana ninaikata hiyo mikono, ninaikata hiyo miguu kwa jina la Yesu. Natangaza ushindi. Kamba za kichawi, kamba za mauti, nguvu za uharibifu, magonjwa ndani ya kichwa, magonjwa kwenye kifua, magonjwa kwenye uti wa mgongo, magonjwa kwenye figo, magonjwa kwenye mapafu, nayagiza toka, nayagiza toka kwa jina la Yesu. Haya, ondoka, 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 ondoka giza ya uchawi. Na hesabu mara 3 hapa, sitaki nikuone hapa. 1, 2, 3, potea kwa jina la Yesu. Tangaza ushindi kwa ajili ya watu hawa.
nawaombea baraka na ushindi, naombea ulinzi kwenye ulimwengu wa roho, nafunika damu ya Yesu kwenye ulimwengu wa roho. Natamka baraka, natamka upenyo, natamka ushindi. Kila beria, kila beria, kila ngome, kila mageti na ya giza yawapeshe kwenye ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu aliye hai. Asante Bwana Yesu kwa uweza wako na nguvu zako katika jina la Yesu. Amen. Chapia Yesu makofi mengi. Chapia Yesu makofi mengi. Amen. Naomba ukasimame imara kwenye wokovu. Kasimame imara wapi? Na hata wale mliokoka, kanisa liko hapo. Simama imara kwenye wokovu na Bwana awabariki kwa jina la Yesu. Karibu mchungaji mwenyeji. Makofi mengi kwa ajili ya mchungaji mwenyeji.